Karibu kwenye Suala Nyeti mtazamaji, hii leo ikiwa tunaangazia namna uchumi unavyofanya kazi zake ama inavyofanya, na vile vile kando na uchumi pia tunaangalia nchini Kenya hali iko vipi kibiashara. Je, ni hali ambayo watu wengi wanakubaliana nayo katika siku hii ya leo? Kabla tujaendelea na mahojiano mtazamaji, nafaa kufahamisha kwamba katika siku ya Ijumaa pale mpaka leo, wakati ambapo soko la hisa lilikuwa linafunga na kufungua biashara zake, dola kidogo ilikuwa imeshuka chini wiki jana na hata wiki hii. Nakumbuka nikizungumza na mmoja ya washikadau katika sekta hii ya ubadilishanaji wa fedha, aliniambia kwa upande mmoja sasa nikana kwamba uchumi wa Kenya ni kama unaanza kuinuka vizuri sana, manake dola imeshuka sana. Manake mabadiliko yake sasa yanapatikana kama shilingi 101 ama shilingi 102. Inategemea ni taasisi gani ya banki ambayo umekwenda kubadilisha kima ama dola hile. Lakini kusema ukweli ni kwamba uchumi wetu ni kana kwamba unaanza kukua vizuri. Na hali hii imesababishwa na nini hasa mtazamaji? Ndio maana leo kwenye mjadala wetu tutataka kuangazia baadhi ya sababu kuu ambazo zimepelekea hali kuwa hivi na kuwa yani nzuri kwa wawekezaji na hata wafanyi biashara mbalimbali, mashirika ambayo wanafanya kazi hapa nchini Kenya ya biashara, yale ya kukopa na vitu kama vile, na pia wale ambao wanaotaka kuwekeza ama kuweza kuweka fedha zao katika biashara mbalimbali. Leo tunaangazia swala hili ili kukupa ufahamu wa kule ambako tunakoendelea hivi sasa. Mtazamaji, leo naye mgeni wangu hapa ambaye ni Nyaga Thigishu. Thagishu, kumradhi. Nyaga Thagishu ambaye ni moja katika mashirika ambayo ni msimamizi wa masuala ya wafanyikazi katika mashirika ambayo wameanza mbali sana, miaka 26 sasa, 25 tangu yaanze. Shirika moja ambalo linahusika sana na masuala ya kukopa fedha na hata pia kuwekeza kwa wafanyi biashara wa Kenya, wakulima sana sana, hususan ni shirika ambalo lilianza maeneo ya Murang'a kule, lakini hivi sasa wameweza kupanua mbawa zake na kusonga na kuweka matawi mbalimbali katika shirika hilo ambalo linajulikana kama Unitas hapa nchini Kenya. Asante sana kwa kuweza kufika siku hii ya leo. Asante. Moja kwa moja, labda kwa manufaa ya mtazamaji ambaye anayetupata hivi sasa, Nyaga, hali ya biashara upande wenu nyinyi munaionaje kwa sasa katika Kenya ya leo? Kusema ukweli, hali ya biashara inaelekea kuinuka. Sana sana tukifuatilia mwaka ambao umekuwa na zile mixed reactions. Mgumu ni ile 2017. Ndio. Kwa sababu ukiangalia wakati mwingi mwaka wa uchaguzi, wafanyi biashara wadogo wana hii mtazamo na mwelekeo kwamba pesa zitakuwa pesa za kampeni nini, watu watachapisha makaratasi, tutatengeneza t-shirt nini. Ndiyo. Lakini 2017 kwa sababu moja ama nyingine hao watu walikuwa wanalalamika. Ikawa ni kulalamika, kuna hii mambo ya kurudia uchaguzi. Ikawa kila mtu sasa imekuwa ni wacha tungoje tuone. Ndio. Wacha tungoje tuone na mambo hayasongi. Na mambo hayasongi. Yako pale pale tu amezagaa. Kila mtu alikuwa analalamika kwamba biashara hakuna, ukiongea huko biashara hakuna. Ukiingia kwa shirika kama Unitas, ndio, kama biashara hakuna huko, sisi tunategemea sana pesa ya wale watu ambao wanachama, wakipata pesa wakifanya biashara zao. Ndio. Ukiuza zile vitu zako unakuja unaweka pesa kwa Unitas. Kwa sababu Unitas ni shirika ambalo limejumlisha watu wengi, wanakuja pamoja, wanafanya hiyo tunaita saving, alafu baadaye wale ambao wako na mahitaji ya kibiashara ama njia nyingine wanakuja wanaingia wanakopa hiyo pesa. Sema kama wewe hauna mwelekeo, haujui ni nini biashara itakuwa kesho, wakati umesema ngoja, inamaanisha ile pesa ambayo ilikuwa pale ile tunangojea wewe ukuje ukope. Ndio. Inangoja tu. Kwa hivyo hatutengenezi pesa, hakuna biashara inaendelea. Inakuwa kila mtu, hata sisi tunajiunga na wao kusema wacha tungoje. Lakini kuangalia mwelekeo wa kuanzia mwanzo wa mwaka huu, yenyewe unaweza kusema Wakenya ni wale watu ambao tunawaita resilient. Wakenya hawawezi hawalali chini throughout. Ukimwangusha yasimama. Ukimwangusha baada ya muda kidogo atafuta binu ama njia za kusimama. Kwa hivyo Wakenya wako na hiyo hali ya ukiamka hata asubuhi ukiangalia wakati tuseme unaelekea town, unaelekea unakuta Wakenya ambao waliamka mapema na wakaingia katika shughuli zao. Hii ni njia moja ambayo inatupatia hiyo hali ya kusema
Wakenya bado wataamsha uchumi wao, wataendeleza hizo biashara zao. Kwa hivyo tunasema resilience na belief ya Wakenya kwamba kesho itakuwa siku a better day than today. Hiyo ambayo inasukuma Wakenya na inawaendeleza mpaka mkasa. Umetaja kwamba tulikuwa katika kipindi kigumu sana mwaka 2017. Labda kilianzia 2016-17 pale wakisema wacha tusubiri tuone vile hali itakuwa. Tukaingia kwenye uchaguzi ambao ulifanyika mara mbili. Muda ukasonga zaidi, wacha tusubiri tu. Na katika hicho kipindi labda kupitia kampuni yenu, biashara ilikuwa vipi? Je, watu walikuwa wanakuja wanakopa fedha ama hali ilikuwa vipi? Walikuwa wanakuja wanaweka fedha zao? Hali ilikuwa ngumu kwa sababu tuseme kimikopo tuliona kwamba ilikuwa imeenda chini. Kwa sababu nimesema watu walikuwa wanasema, kila mtu anasema wacha tungoje tuone. Wakati mtu amesema wacha tugoje, tuseme pengine uko na biashara yako kidogo hapo, utakuja kukopa pesa ama na yule mwingine atakuja kuweka pesa zake baada ya kufanya biashara fulani huko. Kama huyo haingii na hiyo pesa ya kusave, naye mwenye kukopa hakuji kukopa kwa sababu hahitaji pesa wakati huo, kwa sababu biashara ile hali ya kuuziana na kununuliana haikuwa inafanya nini, inaendelea. Na watu wakaanza kusema sasa pesa imeenda wapi? Hakuna mtu alikuwa anajua hii pesa iko wapi. Ile tulikuwa tunazamia ukirudi 2016 wakati tunajua msimu wa uchaguzi unaingia, kila mtu alikuwa anasema hapa ni wakati wa kufanya nini, lakini hiyo pesa haikuwa inafikia wale wafanyikazi wadogo. Kwa hivyo sisi kama shirika ambao tunakopesa hao wafanya biashara, hata ni wakubwa ama wadogo kwa sababu sana sisi tunafanyia SMEs na hizi biashara ndogo. Unaona hao watu sasa ni kama walikuwa wamejishika hivi, wanangoja wacha tuangalie vile hii maisha itakuwa. Pesa haipatikani, hatujui pesa iko wapi, biashara haisongi. Kwa hivyo hata sisi tulikuwa tuseme biashara ilikuwa chini. Mzunguko wa fedha ni jambo moja muhimu sana sehemu za mitaani, sehemu kwenye masoko. Kwa mfano pale Gikomba mzunguko wa fedha uko juu sana. Unatoka hapa unaweka hapa, unatoka hapa unaweka kule, mpaka mwisho inaingia kwenye taasisi ya hifadhi ambayo ni banki na kadhalika. Wakati huo unaonaje, mzunguko ulikuwa uko imara sana ama ilikuwa uko chini zaidi pia? Tuseme hata savings za watu hazikuwa juu. Hiyo watu ni hiyo hali ya tujui pesa imeenda wapi. Ndio. Pesa hazikuwa kabisa. Kwa hivyo hata wakusave na wakukopa hatakuwa tunaona. Unajua ni yenyewe vile ilikuwa inakaa ni kama wale watu ambao wako na pesa ni kama wamegoja, wameshikilia kwa sababu hawajui kesho ni nini itatokea. Kwa hivyo hata kama uko na zako unasema wacha ningoje. Na yule ambaye pengine hata anahitaji kukopa tena kukaingia kitu kingine. Mambo ya hapo kitambo tuseme 2016 hapo mwisho, nafikiria ilikuwa September 2016 ndio mambo ya interest rate capping nayo iliingia. Ndio. Ikasemekana riba ile ndio unaweza tu kutoza kiasi fulani. Hii nayo sasa mashirika ama institutions za financial institutions zilianza kujiuliza, kama umeniambia nisipitisha hii level ya interest, inamaanisha mtu yote ambaye anakuja kwangu level ya ile tunaita risk. Kwa sababu tuseme ni kupatia mfano, kukuja mfanyabiashara ambaye ako na biashara ya supermarket kidogo hapo kwa mtaa, ndio, na yule jamaa ambaye anachoma mahindi, wote ni wafanyabiashara, si ndio? Lakini huyu mtu wa supermarket hata kama ni kadogo, ukiangalia ile katika hali ya kuangalia risk ya kumkopesha na huyu mtu wa mahindi. Mtu wa mahindi ni kitu anakuja anasimamisha pahali na anawasha moto yake na anaanza kufanya nini? Kupuliza. Biashara inaendelea. Na kesho anaweza hata kukosa kuja hapo, aende pahali pengine. Kwa hivyo hiyo ukimkopesha pesa inahitaji umfuatilie sana, si ndio? Hizo ndio sasa factors tunaangalia wakati wa kuuliza risk ya kukopesha huyu ni kiasi gani. Sasa uangalie naye mwenye biashara. Kwa hivyo wakati imesemekana kwamba hawa watu interest ni moja, financial institutions zikaona hapa tumefinywa. Ikawa sasa
mwelekeo ni kukopesha wale ambao hawawezi kupotea na pesa yako. Kwa hivyo ukijumlisha mambo ya interest rate capping, along political environment ile ambayo pesa hazikuonekana kama zilifikia wale wafanyabiashara ambao walikuwa wanazingoja. Alafu sasa msimu ukaendelea. Alafu baada ya uchaguzi yenyewe kukatokea maneno mingi vile mvutano mahakamani. Tukaanza kusikia sasa sisi nyinyi mko upande huu na sisi tuko upande gani? Ikawa kuna hiyo milengo miwili. Sasa wewe ukiwa mfanyabiashara, tuseme uko na hiyo national outlook kama tuseme kama shirika kama Unitas, unaanza kushindwa. Ukisikia kama Kenya itakatwa mara mbili, unaanza kujiuliza biashara yangu yote itakuwa upande mmoja ama zile ambazo tuseme kama ni branches umefungua area nyingine zinaweza kuwa nchi nyingine ama kitu kama hiyo. Hata kama haikuwa wasiwasi. Hiyo wasiwasi inakuwa sasa hata hujui ufanye nini. Hivi sasa hali iko vipi Nyaga, hasa baada ya viongozi wawili kuja chini kwa mkiana? Je, katika kampuni yenu mumeona mabadiliko yoyote ambayo yametokamana na hii hatua ya viongozi kuonyesha kwamba wanataka wamekuja pamoja? Ningependa kukujibu swali hiyo kwa kurudi nyumba kidogo, ni kuelezea mambo ya Unitas. Ndio. Unitas ilianzishwa na wakulima wa majani chai huko Murang'a. Miaka 25 imepita sasa. Sababu tutakuwa tunasherehekea miaka 25 tarehe 13 Mei mwaka huu. Na hawa wakulima wa chai walianzisha kwa sababu ya shida dogo zile tunaita nao basic needs. Lakini vile waliendelea kujiunga, wakawa shirika kubwa kidogo, wakaendelea kusave, kukopesha wale wengine, mambo ya kusomesha watoto, vitu shida ndogo za kifedha, zikawa sasa wakiweza kuzitimu hizo. Tukaingia kwa phase ya pili. Naambianga watu kwamba Unitas imeingia tuko phase ya 3 saa hii. Phase ya kwanza hiyo ilikuwa ya kutimiza mambo madogo. Ile ilikuwa inawasumbua. Phase ya pili ikawa ni ya maendeleo, kujiendeleza. Yule mtu ambaye alikuwa na eka moja ya kashamba akaongeza nusu. Yule mtu ambaye alikuwa na kaplot akajenga kaplot. Hiyo ni development level. Saa hii wale wanachama wa Unitas wanatuuliza tufike ile kiwango ya kukuza utajiri wao, wealth creation. Kwa hivyo sasa wanatuangalia sana tukishafanya hiyo biashara yote tunafanya, ni nini inarudi kwa mwenye yule shareholder ambaye ndio ameunda hii organization. Sasa baada ya hiyo wakati ilifika pahali tukaona hii mambo ya kutegemea wakulima wa majani chai. Unajua mambo ya kilimo na biashara zinazohusu kilimo zinaenda juu chini kwa sababu hatuko na hiyo control mzuri. Ikafika wakati tukaona organization haitakuwa sustainable tukitegemea upande mmoja tu. Halafu tukaona mashirika mengine yanakuja yanapata wanachama kutoka wakulima wa majani ya chai, wale tumetegemea sisi, lakini huko wanapoenda kufanya biashara sisi hatuko huko kwa sababu sisi tumetegemea tu nini. Tukasema hapana, itabidi sasa tufungue mipaka, tuingilie hata biashara za aina nyingine. Hapo tukatoka. Sasa baada ya sisi kufungua hiyo mipaka, tukatoka area ya Murang'a, tukaingia Thika, tukaingia wapi, tulijadiliana tukasema ndio hii shirika Unitas iingie na Kenya vizuri, ni lazima tuipeleke kwa center ya Kenya, pahali kila mtu hakuna mtu ambaye anaweza kusema huku ni kwangu. Ndio sababu Unitas ikatoka moja kwa moja ikaingia Thika, ikaingia Juja, na tulikuwa tunaogopa kwa sababu ile branch ya Unitas ambayo iko Juja saa hii haikuwa inaenda Juja, ilikuwa inaenda Nairobi. Lakini watu wakafika pahali wakasema ni kama vile uko kwa safari unasema, lakini huko sina uhakika kabisa huko nitapata nini. Lakini kama mfanyabiashara mnafahamu uchukue zile risks. Wacha kwanza tujaribu Juja. Kufika Juja tukaingia Nairobi. Tukaweka branch moja huko chini upande wa karibu na supermarket nyingine ilikuwa inaitwa Jack and Jill huko upande wa Temple Road. Hapo Temple Road hapo hivi. Sasa ndio tukafungua branch ya kwanza, tukaona kumbe Wakenya wametukubalia. Sasa tukaona ile strategy yetu kwamba tupeleke hii organization at the center of Kenya itself, it will work. Pili tukafikiria mambo ya ndio kila mtu ambaye anaingia Nairobi awe anapata
impact ama impression ya Uniters, tukaanza kuzunguka Nairobi. Tukaanza branch ya kwanza tukaweka Kasarani, ndio wale watu wanatoka mkoa wa Kati na hiyo route wanaweza kupata. Upande wa kutoka Mombasa Road tukafungua branch Mlolongo. Kutoka upande wa Masaini tukafungua branch Rongai. Alafu mwishowe tukafungua branch Kawangware. Ile route ambayo hatuna branch mpaka saa hii ni Wayakiwe na hiyo route. Lakini hiyo tulipanda nayo tukaenda Naivasha na tukaenda Nakuru. Kwa hivyo yenyewe ndio hapo ndio nakuja kukuambia sasa. Kwa mwelekeo yule mtu ambaye ile kitu tulikuwa tunataka kuondoa kwa Wakenya ni kwamba hii organization mtu asisukume airudishe pahali ilitoka. Tusianze kuambiwa wakati tumetokea tunataka kuangaliwa katika hali ya kufanya biashara kutokana na zile services tunaweza kupeana, sio tumetoka wapi. Na hiyo naweza kusema kwa leo tumefaulu kwa sababu tumeenea. Ndio. Lakini hivi sasa pia muna mipango ya kusonga zaidi ya hapo Tuko na mipango ya kusonga zaidi. Safi. Ya tulize tu hapo lakini tunaangalia ile hali ambayo tuko hivi sasa kama taifa, na tuangalie kama mnaweza kusonga, na tuangalie pia changamoto katika hii sekta ya biashara ambayo mnaofanya, hasa sekta ambayo mnahudumia mwananchi yule kawaida, mkulima, mfanyabiashara wa mahindi, mfanyabiashara sokoni pale na kadhalika. Hali yao iko vipi hivi sasa? Je, wanajitokeza zaidi kutokana na hali ilivyo ya taifa? Maana tunaangalia hali ya siasa. Unajua hiyo hali ya siasa ndio inaleta zile athari mpaka kwa mwananchi. Nyaga, tutarudi kwenye muda sio mrefu tuendelee zaidi na mahojiano yetu, mtazamaji, tukipiga darubini kule ambako tunakokwenda kama taifa, hasa katika masuala haya ya biashara na uchumi. Je, tunajijenga ama kuna nini kinachoendelea? Tutarudi kwenye muda sio mrefu, endelea kuwa nasi.